Bwana Yesu asifiwe. Basi tumshukuru Mungu tena kwa makofi mengi. Asante sana kwa neno zuri. Tuombe. Hakika Mungu, fadhili zako ni za milele. Uaminifu wako ni wa milele. Wema wako ni wa milele. Tunauona wema wako katika maisha yetu. Hata uwepo wetu mahali hapa ni kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Tunaungana na watakatifu, tunaungana na mwimbaji wa zaburi hii kukushukuru wewe Mungu, kwa maana fadhili zako ni za milele. Mungu, pokea shukrani zetu ambazo hatuwezi kuzinena kwa vinywa vyetu, bali tunazibeba shukrani zetu katika sadaka. Tunaomba upokee sadaka hizi Bwana, zikawe tafsiri ya shukrani zetu kwako. Bariki kila mmoja ambaye wakati huu Mungu ameelekeza uso wake kuelekea madhabahuni pako, ili aweze kutolea shukrani kwa mambo mengi unayotenda kwenye maisha yetu, yale ambayo sisi hatukuyaona kwa macho. Umeyatenda. Umetulinda na maadui ambao hatukuwaona kwa macho. Umetupa vingi kuliko jitihada zetu. Umetupa vingi kuliko tuombavyo. Hivyo Bwana, tuna neno moja tu la kusema: asante kwa yote uliyotendea. Tunayoyajua na yale tusiyoyajua, tunayoyaona na yale tusiyoyaona. Wewe Mungu ubaki kuwa wa kushukuriwa. Amen. Yesu asifiwe. Wakati huu sasa tunaingia kwenye tendo la kumwingiza kazini mtendakazi katika usharika wa Tunduma. Niombe kwaya Maranatha tatuongoza na Wakristo wote wimbo namba 390. Na wakati huo naomba za kanisa mweke mtu hapa mbele, na mzazina kutoka Ileje utakuwa mleta mzazina kwa usharika wa Tunduma Neema Mbembela kuja hapa mbele. Yale yote ya mambo yatakuwa yanatendeka tunapoimba wimbo huu namba 390. Kwaya mko tayari? Mko tayari kwaya? Haya. Wote tunaimba wimbo huo, ndio wanaanzisha kwaya ya Maranatha ambayo
anasimika mtunza hazina mwenzetu. Wale wenye vitabu tutatumia ukurasa 448. Naomba tenda na beti la pili na wimbo huo baada ya kuambia tuimbe. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuimbe beti la pili. Mpendwa Neema Osia Mbebela, mtumishi wa Injili, umepokea wito wa kutumikia Bwana na kuteuliwa na usharika huu kushika wajibu wa kuwa mtunza hazina wa usharika wa tunu. Sikia maongozi ya neno la Mungu. Neno la Mungu nasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Amen. Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni hivi. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Nami nitakapofika nitawatuma kwa nyaraka wale mtakaowachagua wachukue hisani yenu mpaka Yerusalemu, na kama ikifaa niende na mimi, watasafiri pamoja nami. Amin. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Amen. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, kazini sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Amen. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Amen. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si
hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Petro akamwambia, Bwana, mfano huu umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Amen. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Amen. Katika maandiko yote yaliyosomwa, naomba mkaze mstari huu wa Injili ya Luka Mtakatifu mlango wa 12 mstari wa 42. 12 mstari wa 42. Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu na mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Swali hili linaonyesha kwamba watumishi ni wengi sana, lakini watumishi wenye sifa ni wachache. Na watumishi wenye sifa ni wale wenye sifa gani? Hapa anakumbusha mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, anakumbusha watumishi wenye busara. Busara inaenda pamoja na hekima. La pili, waaminifu. Bwana anataka watumishi wenye busara na waaminifu. Jambo la tatu, kwa ajili ya nini? Awape watu wake posho kwa wakati wake. Neema umeitwa kwa wajibu mkuu sana, ambao utabeba lawama, utapata wa kukuchukia, utapata wa kukupenda. Silaha yako kubwa iwe ni busara. Na busara inaonekana katika mambo makubwa mawili. Busara inaonekana katika kunena, busara inaonekana katika kutenda. Inapotokea watu wamekuja kwako kwa lugha mbaya, jitahidi wewe kujibu kwa lugha nzuri. Watu watakapotokea kwa shari, jitahidi wewe kwenda kwa upole. Silaha ya huduma hii
ni busara, upole na hekima. Watakaopenda kugombana na wewe usigombane nao kwa maneno, wala usigombane nao kwa matendo. Unahitaji kunyamaza inapobidi, kunyamaza ili upate neno la hekima. Uaminifu. Uaminifu kwenye fedha ni mtihani mkubwa sana. Kanisa limekuamini na limekupa dhamana ya wewe kutunza fedha. Kama kanisa limekuamini, ichukue heshima hiyo ya kuaminiwa, ukaitendee haki kwa kuwa mwaminifu. Katika kanisa ukikosa uaminifu, ni rahisi sana kupata fedha, lakini fedha sio halali, kwa sababu watu wengi wataleta fedha ofisini na hakuna yeyote atakayejua kwamba kuna mtu ameleta fedha. Itategemea uaminifu wako tu. Mungu akusaidie kuwa mwaminifu, kwa sababu fedha ya kanisa ukifanya kwa uaminifu ina baraka sana. Ukifanya bila uaminifu utastawi kwa kitambo, lakini mwisho wako utakuwa mbaya. Na huwezi kuwa mbaya kwako peke yako, kwa fedha ya kanisa unakuwa mbaya mpaka kwa kizazi. Kwa hiyo Mungu akujalie kwa kadri ambavyo vyombo vya kanisa, kamati ya fedha, kamati tendaji na halmashauri ya shirika wamekupima kwa muda wa miezi 6, wakaona uaminifu wako, kautendee kazi uaminifu wako na ukaendelee kuwa mwaminifu kwa Bwana. Usiogope wanadamu, uwe mwaminifu kwa Mungu aliyekuita kwenye huduma hii. Lakini uaminifu si tu katika kutunza fedha, ni pamoja na kutunza mali mbalimbali za kanisa, ni pamoja na kutunza muda wako wa utumishi, ili taarifa za fedha zitolewe kwa wakati, wewe uwe nao. Paulo mahali pengine anasema, mlaumiwe lakini msilaumike. Yaani ikiwa mtu anakulaumu, zile lawama zisiwe za kweli kwako, ziyeyuke, kwa sababu wewe umesimama kwenye mstari wako, umetenda ule wajibu wako na umetenda kwa haki. Mungu akujalie. Nimesema asubuhi unaomba maombi ya Wakristo. Hiyo ni hekima kubwa, kwamba Wakristo wanahitaji pia kuombea, na wewe mwenyewe ukijiombea, Mungu akubariki. La tatu, huyo mtu afanye nini? Huyu mtu mwenye busara, huyu mtu aliye mwaminifu kwa ajili ya nini? Cha kwanza, pamoja na mambo mengi katika kanisa, awalipe watu wake posho kwa wakati. Naomba mjue hili ndio shirika, kipaumbele cha kanisa lolote na taasisi yoyote na mahali popote ni kuhakikisha wale watenda kazi wanaolisimamisha kanisa, wanaofanya shughuli za kanisa ziende kila siku, walipwe posho zao kwa wakati. Mungu anawataka watu kama hao. Aniwaambie, mambo yote kwa sharika yatakuwa ya ziada, lakini lililo la kwanza ni kuwalipa wanaosimamisha huduma kila siku. Sawa sharika? Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya yote yatategemea mtunza hazina. Unatunza fedha, zinakuwepo kwenye akaunti zetu, hazipukutiki,
jinsi ambavyo umekuwa na mkono mzuri wa kutunza fedha. Hilo tunawahakikishia washirika, na tumeuona mkono wake kwamba kwenye akaunti hakupungui fedha. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunapaswa kumshukuru Mungu kwamba na wakati mwingine hata mimi nasema sasa hatuna fedha. Tasikia tuzaza, lakini kuna kiasi cha fedha nimeweka benki. Anadunduliza hata tule fedha kidogo sana kusanya, anapeleka benki. Hiyo ni kazi njema, lakini pamoja na kukusanya fedha zote na kufanya miradi yote na kufanya majukumu mengine yote, kipaumbele walipwe watumishi posho kwa wakati na bila upendeleo. Kila mtu uhakikishe anapata haki yake sawa sawa. Kazi hii si binadamu. Wakati fulani tunafikiria kwamba kuhubiri injili ndio kazi ya Mungu. Injili yote, kazi yoyote ya kanisa inategemea fedha. Kwa hiyo inategemea wewe. Kazi hii ni ya Mungu na Mungu amekuweka kwa wakati wake. Tegemea Mungu, simama imara, fanya kazi kwa uaminifu na Mungu akubariki. Amen. Bwana akujalie neema upate kuyazingatia maongozi haya na kuyatumia katika maisha yako yote. Sasa ninakuuliza mbele ya Mungu na ushirika huu na mbele ya hawa watakatifu wa Mungu, je, Neema Osia Bebela unakubali kufanya wajibu wa kuwa mtunza hazina katika ushirika huu wa Tunduma kwa msaada wa Mungu? Kama ndivyo, useme ndiyo nakubali. Ndiyo nakubali. Neema Osia Bebela, je, utakuwa tayari kushirikiana na uongozi wa ushirika, jimbo na dayosisi kwa uaminifu? Kama ndivyo, jibu ndiyo. Mungu anisaidie. Ndivyo, Mungu anisaidie. Je, utakuwa tayari kufuata taratibu zote za kanisa katika kutimiza wajibu wako? Kama ndivyo, seme ndiyo, naomba Mungu anisaidie. Ndiyo, naomba Mungu anisaidie. Naomba ugeukie washirika. Naomba washirika. Wapendwa washirika, mpo tayari kushirikiana na mtumishi huyu, mtunza hazina wa ushirika wetu, kumtunza kimwili na kiroho ili apate kutimiza wajibu wake vyema? Kama ndivyo, washirika wote tuseme ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Naomba ukikia kutenda. Washirika tuketi. Sasa naomba ukiri imani yetu ya mitume. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu,
akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Mungu mwenye uwezo wote akuimarishe upate kutimiza vema wajibu wako wa kuwa mtunza hazina katika usharika wetu wa Tunduma. Nami kwa mamlaka niliyopewa na Mungu kwa njia ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Dayosisi ya Konde, ninakutangazia na kukuingiza katika wajibu huu wa kuwa mtunza hazina wa usharika katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Mungu mtakatifu, umetuagiza tuombe ili tupate watendakazi katika shamba lako. Kwa neema yako kuu umetupa mtumishi wako huyu Neema Osia Memela ili awe mtunza hazina katika usharika wetu. Tunakusihi umjaze Roho Mtakatifu wako ili aweze kuwa na ujasiri na hekima, apate kutumikia kwa uadilifu, uaminifu na busara. Ufalme wako upate kujengwa na kuenezwa hapa na popote duniani, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ushirikiane katika sala Bwana. Usogee kidogo. Anaomba washirika wote kusimama. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunawasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bariki. Na sasa uende kumtumikia Mungu wako kwa uaminifu. Naomba ugeukie wa Kristo uweze kupokea. Basi naomba sasa tumpokee mtumishi wa Mungu huyo katika utumishi kwa mazito matatu. Asante sana. Asante. Basi naomba tuende tena kabeti kale katatu. Kale kabeti katatu 390. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati huu sasa naona watu lazima wanapiga picha. Nataka wapige picha, naweza tuongeze beti la tatu. Midomo yangu ni nini? Midomo ya
Katibu Christopher Mambije, tuongoze zoezi la hapa mwishoni. Kwa maiki hii iko hapa nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Basi Maranatha, kirudi mara ya pili, utakapokuwa unakuja kwa ajili ya kuleta zawadi, utajipanga vizuri sana hapa mbele ili uweze kupigwa picha moja nzuri sana kwa ajili ya kuweka kwenye kalenda. Basi naomba ni ukomboe wakati kwa namna hii. Muda wetu umeendelea sana, lakini naomba kanisa sio nikaa hapa tu Mungu mpaka mwisho. Amen, mtu wa Mungu. Hao watu hao wataka kuondoka. Haleluya. Basi tutaenda kwa sura hii. Tutaanza sisi watu wote kwa wakati huu. Music tutakuwa tunatupeleka wakati watu wote wanakuja kumtolea Bwana. Wakati wanakuja kumshika mkono mtumishi wa Mungu, tunza hazina yetu, mama yetu Neema Mbembela. Karibuni, tutaanzia popote unapoweza kuanzia. Anzia popote unapoweza kuanzia kuinuka. Hatuna utaratibu kwamba kitiki. Popote ulipoinuka unamshika mkono mtumishi wa Mungu na urudi kuketi. Lakini pia ni kuondoe hofu. Ni kuondoe hofu. Hata kama una chochote kitu mkononi, mkono wako tu wa baraka unamaanisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu una haraka kama sina kitu mimi siendi. Njoo mshike mkono wako wa baraka unamaanisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi studio tuinue. Kama sio Bwana. Kama sio. Kama si wewe Bwana, kama si wewe Bwana, kama si wewe Bwana, amani
hapo, kamatia hapo, tutarudi tena. Basi kwa wakati mzuri nitaenda kuita vijiji na kisha tutapatia kwaya zetu pamoja na vitengo. Basi niombe kwa vile vijiji ambavyo havikuweza kufika katika ile ibada ya kwanza, nitaita kwa haraka, tutakuja kukimbia ili tumalize. Naona mzee wa kijiji cha Agape uko hapa. Niombe Sayuni mpaka tunaenda sana. Wangeweza kukausha lakini wamekuja hata kama hawakuja. Music doze, tutafute hera. Asante. Wale wamegoma nao Bwana nawaona. Mimi ni nani hata ni hukumu, lakini ninachojua Bwana anawaona, tunza hazina anawaona, mchungaji anawaona, kanisa linawaona. Mimi ni kiherehere tu. Sasa niombe familia nzuri ya mtumishi wa Mungu, mama yetu Neema family. Nimeweza yote kwenye haleluya, ni Mungu wetu. Nimeweza yote kwetu, haleluya, ni Mungu wetu. Kuimba tunaimba, watatu tunasala, huduma tunapewa, na huduma tunapewa. Kwa heshima naomba nisiwache waondoke hivi hivi. Ikiwa nalo neno kwa mtumishi wa Mungu, basi kama kuna aliyeandaliwa nimpe kisemeo. Karibu mama yetu nzuri. Mheshimiwa Baba Mchungaji na viongozi wote, waheshimiwa waumini wote, kwanza kabisa napenda kushukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na Yesu mfufuka aliyeipanga siku ya leo na kuiruhusu kwamba hili tukio la leo liwepo hapa. Sisi kwa niaba ya familia ya marehemu Theosia Pendera tunapenda kuwashukuru sana kwa kumwona ndugu yetu na kumwamini kumpa hii kazi ngumu na zito. Kikubwa tunaomba sana zenu, maombi yenu ndio yatakayomkumbusha kufanya hii kazi. Damu ya mwana wa Mungu iliyomwagika bila hatia ikapate kuleta mema kwenye kazi zake ndio rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana msemaji wa familia. Mama yetu, Mungu akubariki kwa maneno machache lakini yaliyosheheni nguvu ya Mungu ndani yake. Na tunaamini Roho Mtakatifu amtumia sana katika kuyasema maneno haya. Basi makofi mengi mazuri kwake na kwa familia pia. Barikiwa sana. Tunawaondoa kwa wimbo huo. Come on, twende. Ambao hawa wameamua kupendeza na kumpendezesha tunza hazina wetu. Hebu tuwachapie makofi mengi mazuri basi. Lakini hao watu kama unavyoona wanaimbaga nyimbo zetu ni za note kutoka Ulaya, zile nyimbo
hivyo, si unajua? Si unafahamu? Hawaipi za kienyeji lokoloko za huko kwetu. Kwa hiyo hata maashao imesheheni fedha za kutoka mbali. Chapa makofi kwa ajili yao. Na sasa nilivyo kiherehere maashao hawa nikisema ifunguliwe msinishangae. Sio wanaishi nayo. Si mnaniruhusu jamani? Mniambiage kiherehere kisije kanipoza. Lakini hapa acha tu kinipoze. Makofi mengi kwa Maranatha kwaya. Wakati huo mtajipanga vizuri na mtapiga picha moja nzuri sana ya kumbukumbu. Mtapiga picha nzuri sana hapa mbele kwa ajili ya kumbukumbu. Na niwape baba yangu mzee Kenga. Muimbie hapa ili pia mtumie nafasi kujipanga. Tunataka tupige picha moja nzuri sana. Amina watu wa Mungu. Mje mtaimbia hapa akiwa mbele yenu, siku nyuma yenu, siku yote, lakini mjipange vizuri ili mpiga picha pia apige picha moja nzuri ya hatari. Sawa? Kwa hiyo muimbe. Wakati mtakapoimba na kaera yetu tutapenda kale kengi. Mama kwanza tunataka waoneze kaera. Jamani nataka niwaoneze. Jamani kama wamependeza sipapige makofi. Bahasha ni ndogo lakini yaliomo ndani. Pime. Laki moja sina neno. Laki moja sina neno. Kipungua laki mdomo wangu hauwezi nyamaza. Kumbe tuwaruhusu waende kwa amani ya Kristo. Haya, jipange sasa mpige picha. Ondoeni idwara, uende tu idwara, rudi nyuma kidogo. Msikilizaji, sisi ndio wapiga picha mahiri shanguru. Asante. Basi hiyo picha imekamilika. Imekamilika picha nzuri kabisa. Naweza kuendelea kutembea pole pole kuimba na kurudi mlikokuwa mmetoka. Nataka na nyingine. Zimenoga. Oh. Pale baadaye mkiwa nje tutakuwa na muda mrefu sana wa kupiga picha. Na mpiga picha wetu atapiga picha nyingi sana. Asante. Asante sana.
Basi Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru sana huyu Mungu. Lakini pia nipende kuwashukuru. Kwanza naomba nishukuru halmashauri ya usharika pamoja na mwenyekiti wake na kamati zote zilizoratibu na kupanga hili jambo lifanyike siku ya leo. Ninawashukuru sana hata kwa hii zawadi pia kutoka usharika. Mungu awabariki sana. Lakini pia nashukuru kwaya zetu zote kwa namna mlivyofanya. Mungu awabariki sana na wazidishie pale mlipotoa. Ulimi wako ni mfupi, siwezi kushukuru ipasavyo, lakini Roho Mtakatifu anisaidie kushukuru ndani ya mioyo yenu. Na washukuru Wakristo wote, watu wote walioshiriki kwa kuiombea hata kutoa michango yao. Nashukuru familia ya Mzee Usia Mbembela, poleni kwa safari, hatujaonana, mmefika usiku, nimeondoka asubuhi, hatujaonana. Mungu awabariki sana kwa upendo, pia poleni kwa safari. Asante familia pia kwa ajili ya zawadi na maombi yenu. Lakini Wakristo wenzangu, kama nilivyoomba tangu asubuhi, bado mimi nahitaji msaada wa maombi kutoka kwenu. Peke yangu siwezi, na mhitaji sana Mungu katika kazi hii. Kazi hii bila Mungu ni mtego mkubwa sana, lakini mwenye kunifanikisha ni Mungu. Mkiniombea, mkinishauri pia. Naombea wote baraka za Mungu na kila mafanikio yenye heri na baraka zake ndani yawe pamoja nani na familia zenu na katika kazi na huduma mnazozifanya. Mungu awabariki sana. Amen. Asante. Basi tupokee shukrani, na anahitaji msaada wa kuendelea kumwombea. Tupokee haya yote yaliyofanyika kwa utukufu wa Mungu kwa mazito matatu. Sifa kwa Bwana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Amen. Wakristo, tusimame na tuombe. Mungu wetu Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru Mungu uliye mwema, uliyetupa kibali tukaingia watoto wako hemani pako. Sante kwa ajili ya sifa, sante kwa ajili ya kukuabudu, sante kwa ajili ya neno lako, sante hata kwa ajili ya tendo la kumuingiza mhazina wetu kazini. Mungu, yote tunayoweka mbele za uso wako ili yakawe baraka katikati ya maisha yetu. Sante kwa ajili ya waliosafiri na vyombo vya usafiri hata wakafika mahali hapa Bwana. Tunazidi kuwaweka mikononi mwako, uwasafirishe hata warudipo nyumbani. Mungu, kila mmoja aliyefika mahali hapa, tutokapo baraka zako ziambatane pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo, uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako Ninyi nyote mnaomwabudu Mungu na kumtegemea, inulieni mioyo yenu, mpokee baraka kutoka madhabahuni pake. Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.